بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tulianza hadithi yetu ya 8 ambayo inahusu hurbatul muslim, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Tukasoma tukafikia katika ukurasa wa 49. Kwa leo tutaondokea aliposema mwandishi hapa wala taarudhu, tutakapoondokea nasema wala taarudhu, wala hakuna kupingana. Saa taarud kwa maana tanaqudhi baina al-ahadith, baina hadithi zile tulizosoma, zile hadithi zote tulizosoma huko nyuma hazipingani, bali kulluha haqq, isipokuwa hadithi zote ni za sawa. Fa inna mujarrada nutqi bishahadataini, kwani hakika mujarradi wa kutamka zile shahada mbili, kwa kule kutamka tu shahada mbili, yusimu linsanu, sawa, humuhifadhi ama huhifadhika mtu mwanadamu, wa yusbihu musliman, na anakuwa ni muislamu. Kwa mujarrad wa kutamka tu tayari mtu huyo ashahifadhika na tayari ashakuwa muislamu. Fa in aqama as-salata, ikiwa atasimamisha sala, wa ata zakata, na akatoa zaka, baada islamu, baada ya kusilimu kwake, falahu, basi anayo yeye huyu alotamka hizi shahada, sawa, na akasimamisha hizi swala na akatoa zaka baada ya kusilimu kwake, falahu, basi ana yeye ma, yale mambo ambayo lilmuslimina, wanayo waislamu, wa alaihi, na ni juu yake na ni dhidi yake, ma alaihi, yale ambayo ni dhidi ya waislamu. Wa in akhalla bi shay'in, ikiwa ataharibu kitu, min arkani lislami, kitu chochote katika zile nguzo za Kiislamu, fa in kanu jamaa, ikiwa wapo kundi, ikiwa ni kundi, lahum manaa, wana nguvu, ikiwa wanapinga kitu chochote katika zile nguzo za Kiislamu, za Kiislamu tatu, iwa wanapinga wanapinga swala, ima kutoa zaka, kuhiji, halafu watu hao lahum manaa, wana nguvu, hukumu yao watu hawa kutilu, watauliwa. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, amesema katika suratu at-Tauba aya ya 5, katika suratu Tauba aya ya 5, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fakhallu sabilahum. Sawa, fa intabu, lakini wakitubu, ikiwa watatubu, wa aqamu salata, na wakashika sala, wa atau zakata, na wakatoa zaka, fakhallu sabilahum, basi waachilieni. Sawa, basi waachilieni. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, Mungu akusamehe, mwenye kurehemu. Kwa hiyo watu hawa hukumu yao watauliwa, khallu sabila. Faqala subhana, na akasema tena Mwenyezi Mungu, fa intabu aqamu salata, ikiwa watatubu na wakashika sala, wa atu zakata, ama wa atau zakata, na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fi din, basi ni ndugu zenu katika dini. Suratu Tauba ya 11. Wa thabata anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na imethibiti kwamba hakika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana, alikuwa bwana mtume, idha ghaza qauman, wakati anapopigana vita na watu, lam yughir alaihim hatta yusbih, lam yughir, alikuwa hawavamii mpaka wapambukiwe, watu wamelala, alikuwa hawavamii usiku, na ikizingatiwa ni katika kwenda kinyume na kanuni za
za vita. Fa in sami'a adhanan, sawa, fa in sami'a adhana, ikiwa atasikia adhana kutoka kwao, kwa maana ikiingia swala alfajiri atakuwa wataadhini, wataswali ikiwa ni Waislamu. Kwa hiyo na ikiwa Waislamu, kwa maana hamna mapambano hapo, sababu haifai kupambana kupigana nalo kwa Muislamu. Kwa hiyo fa in sami'a adhana, ikiwa atasikia adhana. Wa illa, na kama haikusikia adhana kutoka kwao, aghara alayhi, ndo atavamia, lakini baada ya kupamaukiwa. Ma ihtimalin, pamoja na kuwepo uwezekano, an yakunu, kuwa wao qad dakhalu fil islami, kuwa tayari washaingia katika Uislamu. Alafu faida ya tatu tunayoipata, at-tanadhuru baina Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, kule kufanyiana mjadala baina ya Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar, Mwenyezi Mungu awaridhie. Wa inna ma waqa'a, na kwa hakika yale yaliyotokea, min tanadhur, baina ya kufanyiana mjadala baina Abi Bakar wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma, baina Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar, Mwenyezi Mungu awaridhie, bishani qitali mani zaka, kuhusu jambo la kuwaua na kupigana na wale wenye kuzuia zaka. Mani zaka manake maniina zaka, wale kwa hawataki kutoa zaka, wale kwa kizuia. Yuakidu, yanatilia msisitizo, yanatilia nguvu, majtamaat alayhi alahadith, yote maelezo yote yaliyokusanywa na zi hadithi, min qabuli shahadataini, kutokana na kukubali shahada mbili, lidukhuli fil islami, kwa ajili ya kuingia katika Uislamu, sawa. Wa qitali almuslimina, na kuwaua Waislamu, almumtani'ina, wenye kuzuia, bishaklin jamai, kwa namna ya kikundi, kwa maana wapo grupu, ani iqamati sala, wao wakajizuia kuswali, mambo ya kuswali hayo tushachoka, tunaswali mpaka lini? Wa adai zaka, na kutoa zaka, kila siku tutoe sisi tu, sawa. Kwa hiyo hapa palitokea mjadala baina Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar. Sayyidina Abubakar yeye alipigana na wale waliokuwa kizuia zaka. Sayyidina Umar akamshangaa kwa kitendo kile. Wewe hujui kama hawa washatoa shahada, mbona unataka kupigana nao? Sawa, yani ndio ufupisho hicho kisa. Fa fil Bukhari wa Muslim, katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Sayyidina Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amridhie, amesema Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wakati alipofariki bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wastukhlifa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dahu, na kufanywa khalifa. Wastukhlifa Abu Bakar as-Siddiq, na akafanywa kuwa khalifa Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dahu, baada ya mtume kufariki. Wa kafara man kafara min al-arabi, na kapinga ama na kakufuru wale wenye kukufuru katika Waarabu. Alipokufa Sayyidina bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, ilitokea mengi, na miongoni mwa mambo yaliyotokea ni huku baadhi ya watu kukufuru, kwa maana kurudi katika ukafiri. Qala Umar radhiyallahu anhu li Abi Bakar, alisema Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kumwambia Sayyidina Abu Bakar, kaifa tuqatilu nasa, vipi wapigana na watu? Waqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na kwa hakika bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameshasema, umirtu an uqatila nasa, nimeamrishwa mimi nipigane na watu, hata yaqulu la ilaha illa Allah, hata kwa maana ila an yaqulu la ilaha illa Allah, sawa. Nimeamrishwa mimi nipigane na watu mpaka washuhudie, na hata hapa kwa maana ila an, sawa, sio kwa maana ya ghaya kama wanavyoeleza wanavyuoni, mpaka washuhudie kwamba hapana mola pasipo kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake.
faman qala, basi mtu yote atakayesema la ilaha illa Allah, pana mola basi kuabudiwa kwa haki, faqad usima, ama faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqi, mtu huyo atakuwa amehifadhika kutokana na mimi, amehifadhika mali yake, nafsi yake, isipokuwa kwa haki yake. Wa hisabuhu, na hisabu yake na malipo yake, ala Allah azza wa jalla, ni kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe vipi sana Bakar na watu, na hawa tayari washashuhudia, sawa? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu akamwambia, wallahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu, la uqatilanna, hakika mimi nitapigana na man farraqa baina salati, yule mwenye kutofautisha baina ya swala wa zakati na zaka. Kwani nyinyi hamjui kama swala ni nguzo ya Kiislamu na hija pia na swala ni nguzo ya Kiislamu, zaka ni nguzo ya Kiislamu? Vipi watu tofautishe? Sawa. Fa inna zakata, kwa hakika ya zaka, haqqul mali, ni haki ya mali. Wallahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu, lau manauni uqalan, lau watanizuia mimi uqalan, kunipa zile mali za zaka, kanu, walikuwa wao, yuaddunahu, wakitoa hiyo zaka, ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wakimpa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, laqataltuhum ala man'ihi, basi mimi nitawapigana nao kwa kuzuia kwao, ala man'ihi, kwa maana hiyo man'ihi uqalan, kuacha kutoa hiyo zaka, mimi nitapigana nao. Hawa wametofautisha baina ya swala na zaka, na sote ni nguzo. Halafu wao walikuwa wakati bwana mtume wakimpa, havipi leo niko mimi Abubakar hawataki kunipa, kwa mimi nitapigana nao. Faqala Umar, Sayyidina Umar akasema, fa wallahi, basi mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, ma huwa illa, haikuwa isipokuwa, an raaitu Allah, kwamba mimi nimempata Mwenyezi Mungu, ama nimemshuhudia Mwenyezi Mungu, ama nimemuona Mwenyezi Mungu, qad sharaha sadra Abi Bakar, kwamba amekikunjua kifua cha Abu Bakar, lilqitali, kupambana, kwa ajili ya kupigana. Mimi sijaona isipokuwa Sayyidina Bakar ameshika msimamo wake vile vile kutaka kupigana na wale wenye kuzuia kutoa zaka. Fa'ariftu annahu alhaq, basi hapo ndo nikatambua kwamba hii ni haki, hili ni jambo la sawa ambalo analifanya yeye. Fa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, basi Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, istadalla ala qitali mani'i zakati, amefanya dalili, ametoa dalili juu ya kupigana na wale wenye kutoa zaka, min qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, kutokana na kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama aliposema, illa bihaqihi, isipokuwa kwa haki yake. Kwa hiyo ndio itakuwa istithnai, sawa? Nimeamrishwa nipigane na watu, sawa, illa bihaqi, isipokuwa kwa haki yake. Wa Umar radhiyallahu anhu, na Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dhanna, yeye alidhania kwamba anna mujarrad al-ityani bi shahadataini, kwamba ile mujarradi wa kutamka tu zile shahada mbili, kuzileta zile shahada mbili, yusimu damu, huifadhika damu, fi duniani, yani masali mtu kasema endo basi tena. Wastadalla ala dhalika, na yeye pia sio kama kafanya hayo kwa matamanio yake, na yeye ana dalili. Istadalla ala dhalika, ametolea dalili, ametolea hoja juu ya msimamo wake huo, bi umumi awwal hadithi, kwa ule umum, kuenea kwa mwanzo wa hadithi, kwamba nimeamrishwa nipigane na watu mpaka ashuhudie. Kwa hiyo katumia kigezo hichi. Yesu na Abubakar hakuishia hapo, yeye kana mbele, illa bihaqi, huko kuna kitu kimevuliwa, isipokuwa kwa haki yake. Kwa hiyo thumma rajaa Umar, kisha akarejea Sayyidina Umar ila muwafaqati Abi Bakar radhiyallahu anhu, kuenda kumwafiki Sayyidina Abu Bakar. Na hivi ndio walivyokuwa watu wakubwa, maswahaba, wanavyoni wote, watu wenye inswafu, walikuwa hawaoni tabu mtu kukosolewa, na wakikosolewa pia wanakubali. Sayyidina Umar hapa kafahamishwa kakubali, sio kama sisi zama zetu. Wanatolea mfano kama watu wawili waliokuwa wakitembea
kwa mbali wakaona kitu. Yule mmoja akamwambia, kile kitu tunachokiona kile kitu ni mnyama. Sawa, kile kitu ni mnyama, sababu wote wako mbali, hawajawa na uhakika, kwa hiyo wote wako katika dhana tu. Yule mmoja akamwambia kile kitu ni mnyama. Yule mwingine akamwambia kile kitu ni ndege, ima ni njiwa, kunguru, ndege yote, lakini kile kitu ni ndege. Basi wakawa huyu aseme hivi, aseme hivi, wakatembea mpaka wakafikia karibu. Walipofikia karibu, kile kitu kikaruka chwap. Yule mmoja akamwambia mwenzake, unaona mimi nilikwambia ni ndege yule. Yule mwingine akamwambia hata kama kimeruka mimi nishasema bwana, sio ndege yule, ni mnyama tu, labda ni mbuzi tu yule, hata kama karuka. Sasa muona wapi labda mbuzi akawa anaruka. Hii ni kuonesha kwamba mazali jambo kasema mtu fulani, mimi sikubali tu, sawa, na sio haki, sio sawa. Kwa Sayyidina Umar alifuata msimamo wa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Wa min almuakkidi, na katika mambo yenye kutilia mkazo, ama wa min almuakkadi, na katika mambo yenye kutiliwa mkazo, anna haditha ibn Umar, kwamba ile hadithi ya Ibn Umar, wa huwa nasun sarihun, nayo ni andiko la wazi kabisa, fi qitali mani zakati, kuhusu kupigana na wenye kuzuia zaka, lam yakun inda Abi Bakar wala Umar. Hadithi ile haikuwapo kwa Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar, walam yablughuhuma, bali haikuwafika kamwe. Walaalla sabab, na huenda ikawa sababu, fi dhalika, katika kadhia hiyo kwamba haikuwafika, anna ibn Umar, kwamba hakika Sayyidina Abdullah ibn Umar lam ya'lam, hakutambua, ima hapa mimma au mabima, kwa yale ambayo waqa bainahuma, yaliyotokea baina ya Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar, min ikhtilafin, kutokana na hiyo ikhtilafu walioipata hiyo kadhia iliyotokea, limaradhin, ima huenda ikawa sababu ya ugonjwa, au safari, ama alikuwa katika safari, au kana nasiyan li hadha alhadithi, ama alikuwa ni mwenye kusahau hadithi alladhi rawahu, ambayo yeye ndo ameipokea. Wa hadhihi alqissa, na kisa hichi ama na hikaya hii, hadithi hii, tadullu ala jalalati ilmi Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, inaonyesha juu ya utukufu wa elimu ya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hichi kisa kinaonyesha kitu hicho, kwamba Sayyidina Bakar alikuwa na ilmu kubwa, ilmu jalil, sawa, wa daqiqu istinbatihi, na ile undani wa jitihada yake, istinbati, kuvumbua, wa qiyasi, na kufanya kwake qiyasi. Faqad wafaqa dhalika an-nas, ile jitihadi yake, istinbati yake imewafikiana na andiko, duna an yakuna lahu ilmu bihi, pasi na kuwa na yeye Sayyidina Abubakar elimu ya hiyo ilo andiko lilopo. Yani yeye amezungumza kitu ambacho kinawafikiana na andiko bila ya kujua kwamba kuna andiko linasema hivi, kwa kufanya kwake jitihada. Wa fil qissa, na katika hichi kisa, isharatun, kuna ishara ama ufahamisho, ila anna qitali tarikus sala, kwamba hakika kupigana ama kumuua tariki sala ni amrun, jambo ambalo mujma'un alayhi, ni lenye kukubaliwa juu yake, baina sahaba, baina ya masahaba. Waqad warada an-nassu sarih, na kwa hakika imepokelewa andiko la wazi kabisa, bidhalika, kuhusu kadhia hiyo, fi hadithi, katika hadithi ambayo rawahu Muslim, ameipokea al-Imamu Muslim, an Ummi Salama, kutoka kwa sayyidatina Ummu Salama, ani nabii sallallahu alayhi wa sallama, kutoka kwa bwana mtume, rehma na amani ziwe juu yake, qala, amesema, innahu, hakika, hali na shani, hakika, yustamalu alaikum umaraun, watawekwa juu yenu nyinyi viongozi, fataarifuna wa tunkiruna, nyinyi mkawa na itirafu, sawa, itirafu kwa maana kuwasikiliza, mkawatambua, watunkiruna, na mkawakanusha. Kuna mambo akisema mkawa mnawasikiliza, na kuna mingine mkawa mnapinga. Faman ankara, basi yote atakayepinga, faqad bari'a, mtu atakuwa bari'a, yani bari'a, ameepukana, sawa,
wa man kariha, na atakayechukia faqad salima, mtu atakuwa amesalimika. Lakini man radhiya, mwenye kuridhia, watabaana, akafuata. Faqalu, masahaba wakasema, ya Rasulullah, ya mjumbe Mwenyezi Mungu, ala nuqatiluhum, je tusiwapige? Qala, ama manake ala nuqatiluhum, manake je tusiwaue? Qala, bwana mtume akasema, la, msiwaue, msipigane nao, ma swali, muda wa kuwa na swali. Kwa hiyo mafhumul mukhalafa kwamba ikiwa hawaswali ni ruhusa, sawa. Kwa hiyo hii ndo dalili walioifanya kuhusu qitali tariku salati. Faida ya tatu tunayoipata, hukmu man taraka jamia arkanil islam, hukmu ya mtu ambaye aliacha nguzo zote za Uislamu, sawa. Wa hukmu man taraka jamia arkanil islam, na hukmu ya yule mwenye kuacha nguzo zote za Uislamu, idha kanu jamaa, watakapokuwa ni kundi, kwa maana grupu, wala humana, na wana nguvu, wana silaha, yani wana mamlaka kamili, na wao wana kiongozi wao, an yuqatalu alaiha, wauliwe, watu wapigane nao kwa huku kuacha kwao nguzo zote za Uislamu, kama yuqataluna, ama kama yuqatiluna, kama vile wanavyomuua, wanapopigana, ala tarki salati wa zakati, kwa yule juu ya kuacha swala na juu ya kuacha zaka. Rawa Ibn Shihab az-Zuhri, amepokea al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri an Hanbala bin Ali bin al-Asqa, kutoka kwa Hanbala bin Ali al-Asqa, anna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, kwamba hakika sana Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ba'atha Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, alimtuma Sayyidina Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, wa amarahu, na akamwamrisha, an yuqatila an-nasa, apambane na watu, apigane na watu, ala 5, kuhusu mambo matano. Faman taraka wahidatin min al-5, basi mtu yote atakayeacha jambo moja tu katika mambo matano, faqatilhum alaiha, basi piganeni nao kwa kuacha, sawa. Alaiha manake ala tilka alwahida, kwa hilo jambo moja mpigane naye, mumuue mtu huyo, kama tuqatilu ala al-5, kama anavouliwa mtu kwa kuacha ile mambo yote matano. Na mambo yenyewe, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, sawa, wa iqami salat wa itai zakat, sawm Ramadan. Wa qala Sa'id ibn Jubair, na amesema Sa'id ibn Jubair, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, amesema Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, law anna an-nasa, law watu, tarakul hajja, watawacha kuhiji, wakaacha kwenda kuhiji, laqatalnahum alayhi, basi sisi tutapigana nao, tutawaua kwa huko kuacha kwao kufanya nini? Kuhiji. Kama nuqatiluhum, kama vile ambavyo kwamba tunavyopigana nao, tunavyowaua, sawa, ala salati, juu ya sala, kuhusu kadhia ya kuacha sala, wa zakati, na zakat. Ama idha taraka almuslimu, ama pindi atakapoacha Muislamu, ahada arkani lislami, moja katika zile nguzo za Uislamu, wamtana, na akajizuia, ni qiyam biha, kuitekeleza, sawa. Hapa kuna tafsiri kidogo na aqwali za maimamu. Faqad dhahaba Malik wa Shafi'i ila qatli al-mumtani'i ani salati haddan, sawa. Al-Imam Malik na al-Imam Shafi'i, hawa wameenda kwamba, yani kauli yao kwamba ni kuuliwa yule mwenye kujizuia kuswali, haddan, kwamba ni haddi, ni adhabu, kwa sababu kuna kitu haddi na kuna kuuliwa kwa haddi na kuna kuuliwa kwa kufu. Kuuliwa kwa haddi kwamba ni adhabu, umefanya kosa hili, sawa, hiyo ndio haddi. Alafu kuuliwa kwa ukafiri, kwa maana kumhesabu huyu sio Muislamu, kwa maana hata akiuliwa mtu mwenye kuuliwa kwa ukafiri, sawa, huyu hatoswaliwa, hatozikwa katika makaburi ya Waislamu, tofauti na huyu mwenye kupinga swala, yani kaacha swala sio kwa kujipinga, yeye amejizoea tu pengine kwa uvivu, sawa. Huyu hatauliwa kwamba ni hadi, ni adhabu, kutilishwa adabu, lakini ataswaliwa, atazikwa katika makaburi
ya Waislamu. Kwamba kwa hiyo hapa Imam Shafi na Imam Malik wao kauli yao wanasema mtu mwenye kujizuia kuswalia, mtu aliyokuwa haswali, huyu atauliwa kwamba ni hadi. Wa dhahaba Ahmad wa Ishaq wa Ibn al-Mubarak ila qatlihi kufran. Al-Imam Ahmad, al-Imam Ishaq na al-Imam Ibn al-Mubarak wao wanasema kwamba mtu huyu asiyeswali atauliwa, sio hadi, ni ukafiri. Sawa. Kwa hiyo Imam Malik na Imam Shafi wanasema mtu asiyeswali, Muislamu asiyeswali atauliwa kwamba ni hadi, kutikishwa adabu. Hiyo ndio kauli ya Imam Shafi na kauli ya Imam Malik. Ama Imam Ahmad, al-Imam Ishaq na al-Imam Ibn Mubarak wanasema huyu anauliwa kwa ni kufran, ni ukafiri. Kwa hiyo ama al-mumtani, ama yule mwenye kujizuia ni zakati, sawa, mwenye kujizuia kuhusu zaka na saumu na hija, faqala Shafi, al-Imam Shafi asema la yuqtalu bidhalika, sawa, hatauliwa kwa hilo, sawa, kwa maana kwa ukafiri ama kwa kujizuia, kwa sababu inawezekana kwamba mtu hafungi, ana uhuru, ana hivyo sababu, sawa. Waruya an Ahmad fi dhalika qawlani, na kwa Imam Ahmad yeye pamepokelewa kuna kauli mbili kuhusu kadhia hii. Wal mashhur anhu, na kauli kwa mashuhuri kwake, qatlu mumtani an adai zakati, sawa. Yeye Imam Shafi kwamba mtu mwenye alikuwa toa zaka, alikuwa fungi, haiji, kwamba hauliwi. Kwa Imam Ahmad yeye kwamba al-mashhur anhu qatlu mumtani, kuuliwa yule mwenye kujizuia na dai zaka, kutoa zaka. Faida ya tano tunaipata, al-imanu matlub, ni ipi ile imani yenye kutakiwa. Wa fil hadithi, na katika hadithi, dalalatun dhahira, kuna dalili ya wazi kabisa, limadhhabil muhaqqiqina, ya mwenendo madhehebu ya wahakiki, sawa, mina salafi, katika wanavyoni waliopita, salafu salih wal khalaf, na wanavyoni waliokuja baada yao, kwamba anna al-imana, hakika ya imani, al-matlub, yenye kutakiwa, huwa tasdiqul jazim, ile kusadikisha jazim, kwa maana mutlaq, moja kwa moja, yani jazim, mtu asiwe na shaka kaamini moja kwa moja. Hiyo ndo imanul matlubi, imani inayotakiwa. Wal i'tiqadu, na itikadi ama na kuitakidi kwamba bi arkanil islami, aizitakidi, aziamini zile nguzo zote za Uislamu, min ghairi taraddudi, pasi na kutaraddadi, hii ipo haipo, nguzo zote tano za Uislamu tuziamini. Wa amma maarifa adillatul mutakallimina, ama kujua zile dalili za mutakallimina, wanavioni wale watu wa mantiki, watu wa aqida, ambao njia ya mutakallim, watu wa mantiki, sawa, njia dalili za wale wanavioni wa ilmu kalami, wa tawassuli na ila al-imani, na kufikia katika al-imanu billahi biha, kupitia kumwamini, yani kupitia njia hiyo katika kuenda kumwelekeza mtu katika kumwamini Mwenyezi Mungu biha, kwa dalili hizo. Fahia ghairu wajiba, dalili hizo sio wajibu njia hiyo. Walaysat shartan fi sihhati al-imani, na wala si sharti ya kusihi imani. Wa hadha rasulullah, sawa, na huyu ni bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fi hadithi hadha, katika hadithi yake hii. Wa fi ghairi, na katika hadithi zingine, mila hadithi yaktafi, anatoshelezeka bwana mtume, bitasdiqi bima jaa bihi, yani mtu kuamini yale alokuja nayo tu. Wala yashtarit, wala hakuweka sharti, maarifatu dalili, kujua dalili. Faida ya sita tunayopata, maana kaulu sallallahu alayhi wasallam, maana ya kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema illa bihaqiha, isipokuwa kwa haki yake. Wa fi riwayati, katika mapokezi mengine, illa bihaqi alislam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Sabaqa anna Aba Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, imetangulia maelezo kwamba hakika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, istanbata min hadha al-haq, amefanya jitihada, istanbata, ametohoa kupitia hii, illa bihaqiha, sawa. Kwa istanbata min hadha al-haq, kwa hiyo haki, kamati salati, yeye ametoa kupitia neno hilo moja hapo. Ametoa nini? Kusimamisha swala. Faita izaka, kutoa zaka.
wa minal ulamai, na wapo katika wanavyoni wanistanbata minhu, waliotohoa kupitia neno hilo, illa bihaqiha, neno hilo alhaqu. Sawa, wametoa nini? Fi'l siyami wal hajj, aidan kitendo cha funga na kitendo cha hija. Wa min haqiha, na katika haki zake, irtikabu, ni kupanda mtu ama kufanya mtu ma yubihu damul muslim, ile jambo ambalo la kuhalalisha damu ya Muislamu. Idha irtakaba muharraman, pale atakapofanya jambo la uharamu, yujibu alqatl, lenye kuwajibisha kuua. Sawa, mtu akifanya jambo ambalo la kuhalalisha damu ya Uislamu, kwa maana mtu ameua, illa bihaqiha, tutatumia msimamo huo kauli hiyo, yeye ameua kwa na yeye uliwe. Sawa, waqad warada tafsir hadha fi hadithi, na imepokelewa tafsiri yake katika hadithi ambayo alipokea Imam Tabarani na Ibn Jarir at-Tabari an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا mpaka sema la ilaha illa Allah, fa idha qaluha, atakaposema, asamu minni, watahifadhika dimaahum wa amwalahum, mali zao, dimaahum, damu zao na mali zao, illa bihaqiha, isipokuwa kwa haki yake ama kwa haki zake, wa hisabuhum, na malipo yao, ala Allah ta'ala, ni kwa Mwenyezi Mungu. Qila, pakasemwa, pakaulizwa, wama haqiha au wama haquha, ni zipi hizo haki zake? Qala, akasema, zina baada ya swali, ni kuzini baada ya kuoa. Sawa, kwa hiyo mtu akizini baada ya kuoa, hapa kuna haki, na haki yake mtu huyu nini? Arrajmu, kupigwa mawe mpaka kufariki. Wa kufrun baada al-iman, baada imani, ukafiri baada ya imani, mtu kakufuru baada ya kuatara ashamini. Kwa hiyo na mtu huyu ni murtadi, atauliwa. Wa qatl nafsin fayuqtalu bihi, na kuua nafsi, fayuqtalu bihi, na mtu huyu huuliwa. Qala Ibn Rajab, amesema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, wa la'alla akhiruhu min qawli Anas, na huenda haya maneno ya mwisho haya, wa mahaquha ama wa mahaqiha, hii ni katika kauli ya Sayyidina Anas, huenda la'alla. Waqad qila, na kwa hakika pamesemwa, inna sawaba, hakika lilokuwa la sawa, waqfu alhadithi kulluhu alayhi, ni kuitegemeza hadithi, kuisimamisha hadithi yote kwa bwana mtume. Wa yushidu lihadha, sawa, na inatolea ushahidi kauli hii, msimamo huu, ma fi al-Bukhari wa Muslim, hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari, iliyopo katika Sahih ya Imam al-Bukhari na Imam Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qala, asema bwana mtume, la yahillu damu mri'in muslim, si halali damu ya mtu Muislamu, yashhadu an la ilaha illa Allah, kumwagika, si halali kumwagika damu ya Muislamu ambaye yashhadu an la ilaha illa Allah, anashuhudia kwamba hapana mola pasikabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa anni rasulullah, na mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, illa bi ihda thalathi, isipokuwa itakuwa ni halali kwa moja ya mambo matatu. Athayibu zani, kwa maana thayib, mtu alooa au aliolewa kazini, mzinifu. Kwa hiyo huyo yeye hukumu yake ya arrajmu, pigwe mawe mpaka fariki. Kwa hiyo hapa kwa mwagika kwake damu ni halali, ndo kule illa bihaqiha. Wa nafsu binafsi, na mwenye kuua nafsi kwa nafsi, maana mwenye kuua naye auawe, auliwe. Wa tariku lidini, na mwenye kuacha dini yake. Almufariqu liljamaa, mwenye kufarikisha ujamaa, murtadi, naye anauliwa. Faida ya saba, alhisabu fil akhirah lillahi azza wa jalla, malipo kulipa siku ya kiyama ni kwa Mwenyezi Mungu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, naye Mwenyezi Mungu, ya'lamu saraira, yeye ndo anajua zile siri. Wa yuhasabu alayhi au wa yuhasibu alaiha, na Mwenyezi Mungu atazilipa, atazifanyia hisabu. Sawa. Fa in kana mu'minan sadiqan, ikiwa mtu atakuwa ni muumini wa kweli kabisa, adkhalahu aljanna, Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi. Allahumma ja'alna minhu. Wa in kana kadhiban, na ikiwa ni muongo, muraiyan, mwenye ria, anafanya mambo kwa ria, anajionyesha biislami, kwa ule uislamu wake, fa innahu munafiqun, mtu huyu ni mnafiki. Fi darkil asfali minan nari, atakuwa katika tabaka la chini kabisa motoni. Amma fi dunia, haya ni maelezo akhira, siku ya kiyama.
Amma fi dunya, ama kuhusu duniani hapa, fa inna muhimmatar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwani hakika muhimma kwa maana jukumu la bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tadhkir, ni kukumbusha tu. Sawa, jukumu la bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni kukumbusha. Hilo ndio jukumu lake hapa duniani, na ushahidi ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Mwenyezi Mungu aliposema katika suratul Ghashiyah kutokea aya ya 21 mpaka 24, asema fadhakir, basi kumbusha, innama, hakika si vinginevyo vyote isipokuwa anta mudhakir, wewe ni mkumbushaji. Wewe mtume kumbusha, jukumu lako ni kukumbusha. Innama anta mudhakir, hakika wewe ni mkumbushaji. Lasta alaihim bimusaitir, wewe si mwenye kuwatawalia. Wewe huwezi ukatawalia mambo yao, wewe kumbusha tu, huwezi kumlazimisha mtu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, au sawa? Kwa hiyo lasta alayhi bimusaitir, wewe si mwenye kuwatawalia. Illa man tawalla wa kafar, lakini anayerudi nyuma na kukataa, fayuadhibuhu Allahu al-adhab al-akbar. Sawa, basi Mwenyezi Mungu atamwadhibu mtu huyo kwa adhabu iliyokuwa kubwa kabisa. Inna ilaina iyabahum, hakika ni kwetu sisi ndio marejeo yao. Azunguke mtu apinge akufuru, ilaina iyabahum, kwetu sisi ndio marejeo yao. Thumma inna alaina hisabahum, kisha hakika ni juu yetu sisi hisabu yao. Kwa hiyo wewe kumbusha tu, sawa. Wewe jukumu lako kufikisha ujumbe. Wa fil Bukhari wa Muslim, katika hadithi iliyokuwepo katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, qala sallallahu alaihi wa sallam, amesema bwana mtume rehma na amani za juu yake, li Khalid ibn al-Walid, kumwambia Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Alimwambia nini? Akamwambia, inni, hakika yangu mimi, lam u'maru, sikuamrishwa, an anqiba an qulubi nasi, kuzitoboa nyoyo za watu. Mimi sijaamrishwa nizichunguze nyoyo za watu, nizitoboe, maana yake nijue yale mambo ya ndani ya nyoyo za watu. Wala ashuqa butunahum, wala mimi sijaamrishwa an ashuqa, nizipasue zile shaka, kupasua butunahum, yale mambo ya batini yao, mambo yaliyofichikana ndani. Mimi sio jukumu langu, mimi jukumu langu kufikisha ujumbe tu, sawa. Fadhakir innama anta mudhakir lasta alayhim bimusaitir, sawa. Faida 8 tunaipata, wa yurshiduna alhadith, na inatuongoza hii hadithi ila ujubi qitali abadati al-awthani, kuhusu wajibu wa kupigana na kuwaua wale wenye kuabudu masanamu, hata yaslimu, mpaka wasilimu, waache, sawa. Alafu faida ya 9, dimaul muslimina, damu za waislamu, wa amwalahum, na zile mali zao, masuna, ni zenye kuhifadhiwa kwa sababu wao wametamka shahada, sawa. Kwa hadithi hii kwa uchache wa ilmu yetu, haya ndio maelezo yake, na kuna maelezo mengi sana kuhusu hadithi hii. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie, atupe ilmu yenye manufaa, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.